utajua kweli na hiyo kweli itakufungua. Waraka wa kwanza wa Korintho mlango wa 10 kuanzia mstari wa 13 inasema, jaribu alikopata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kitu gani nataka nikusemeshe hapa? Jaribu unalifahamu. Unaweza kuwa unapitia katikati ya jaribu zito kwenye maisha yako. Sijui ni jaribu la namna gani, sijui ni jaribu la jinsi gani unalolipitia kwa wakati huu, lakini nataka nikueleze kitu kimoja katikati ya hichi ambacho Mungu amekizungumza hapa. Anasema hivi, pamoja na lile jaribu Mungu yuko pamoja na wewe. Katikati ya kile unachokipitia, mazito unayopitia, Mungu yuko pamoja na wewe kwa ajili ya kukuvusha na kukutoa pale ulipo. Ila pia anasema hivi, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Kuna mlango ambao Mungu ameukusudia kufanya katikati ya jaribu unalolipitia. Huo mlango ambao Mungu ameukusudia kufanya, unapokuwa katikati ya jaribu, shetani pia naye ana malango anayoyafungua. Unaweza ukajikuta umekopa mkopo fulani kwa sababu labda ulikuwa na changamoto, unapitia jaribu la kulipa ada ya mtoto, unapitia jaribu fulani, lakini Mungu, kuna mtu tu rafiki yako amekuja kukuambia kwamba kuna mkopo fulani, twende na haikuwa kusudi la Mungu. Ule ni mlango ambao adui ameukusudia kufungua kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu anasema kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba umeingia kwenye mlango ambao Mungu hajaukusudia wewe kupitia. Pamoja na lile jaribu, Mungu atafanya mlango wa kuweza kutokea. Mlango ambao Mungu anaokusudia kufanya kwenye maisha yako katikati ya jaribu unalolipitia, usifanye haraka kutoka. Angalia Paulo na Sila walivyokuwa gerezani, hawakufanya haraka kutoka katika mlango waliouona umefunguka kwao. Nataka nikutie moyo, nikuonyeshe kwamba kwa nini usifanye haraka. Dhihirisha utukufu wa Mungu katikati ya kile unachokipitia. Onyesha utukufu wa Mungu katikati ya kile unachokipitia. Paulo na Sila hawakufanya haraka kutoka. Walivumilia, wakasema alituleta hapa gerezani, aje atutoe kama alivyotuleta. Kwa hiyo nikwambie kitu mtu wa Mungu, jaribu ambalo unalipitia kwa wakati huu lina mlango wa kutokea. Uko mlango, lakini mlango unapokuja kwenye maisha yako katikati ya lile jaribu unalolipitia, kaa chini kwanza, muulize Mungu, huu mlango umeukusudia wewe mimi kupita katika huu mlango, au ni mlango ambao adui ameuleta kwenye maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana uwe na utulivu katikati ya jaribu. Yesu Kristo naye aliingia kwenye jaribu, akaenda kuomba, Baba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Akakumbuka, no, walakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatendeke. Kwa hiyo katikati ya jaribu unalolipitia, Mungu anaweza kaleta mlango, na shetani pia naye anaweza kaleta mlango. Maana kumbuka Yesu aliambiwa na Petro kwamba hakika Bwana hutakufa. Akawa anajiuliza, pengine naweza nisife, lakini akakumbuka kwamba si mapenzi yangu mimi kuangikwa msalabani. Sio mapenzi yangu kabisa, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo akajitoa msalabani, akasema kwamba si mapenzi yangu bali mapenzi ya Mungu yatendeke kwangu. Pamoja na lile jaribu unalolipitia, Mungu amekusudia kukuletea mlango. Ule mlango aliokusudia una kusudi la kukuinua, kukutoa hatua ulioko, kukupeleka hatua nyingine ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Mpendwa msikilizaji wangu, natamani niombe pamoja na wewe juu ya jaribu unalolipitia. Tuombe. Mungu uliye hai, ninalitukuza na kulihimidi jina lako. Asante kwa msikilizaji wangu huyu anayesikiliza kipindi hiki kwa wakati huu. Ninamweka mikononi mwako. Mungu, mshindie katikati ya kile anachokipitia. Mvushe, mtetee, muinue kwa kiwango ambacho umekikusudia Bwana. Pamoja na milango iliyofunguka adui aliyoitumia kuifungua kwenye maisha yake, na akaweza kupitia milango hiyo na akajikuta kwamba ameingia kwenye jaribu lingine zaidi ya lile jaribu alilonalo kwa wakati huu. Mungu, ninaomba umvushe, ninaomba umtetee, ninaomba umpiganie katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante kwa utukufu wako, kwa heshima yako. Mungu, ninalitukuza jina lako. Ninakuomba Bwana, umsaidie msikilizaji huyu, umtetee, umponye na kumuinua katika jina la Mungu Baba,
Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikukaribishe tena katika kipindi chako pendwa, utaijua kweli na hiyo kweli itakufungua. Mungu